Mambo zenu, mimi niko hapa tu kukumbusha kwamba nakuwekea link hapo ya it will take you directly to YouTube kuona the whole film that I produced kuhusiana na story yangu as a survivor of sexual harassment. And I would like to hear your comments and reviews. Please, whatever you have to say, I'm here to listen. Today I had a call with one of the international organization in Tanzania ambayo imefanya kazi kwa muda mrefu sana, probably 15 or 10 or 15 years. So we were trying to see ways of collaborating na nikaja kurealize kitu kimoja, ni Tanzania tunakosa mfumo wa kusaidia wahanga ambao wamepitia ukatili wa kijinsia. Sasa mfano mtoto mdogo leo hii ambaye amefanywa ukatili au amelawitiwa, sawa, kwenye upande wa haki kila kitu kitaenda sawa, perpetrator atafunguliwa mashtaka, atahukumiwa, kila kitu kitakuwa sawa, lakini what do we do to help this kid kutoka kwenye ile hali? Kitu ambacho watu wengi hawakifahamu ni kwamba mtoto anapoona, anaposikia na anapofanyiwa ni lazima ataenda ku-apply ile tabia kwenye maisha yake. That's the nature of a child. Mtoto anapenda kufanya kila anachokiona, anapenda kusema kila anachosikia. That's how a child is. Sasa tujiulize, huko mitaani kwetu kuna watoto wangapi ambao ni wadogo tu, hawana hatia yoyote, maskini ya Mungu, wana tabia fulani ambazo sio nzuri, na ile jamii inayomzunguka itamtenga, na hata inaweza ikawaambia watoto wao, bwana msicheze na yule, lakini mtoto yeye ni mdogo tu, maskini ya Mungu. Na kibaya zaidi ni kwamba hiyo jamii haina msaada yoyote kwa ule mtoto. Sana sana itakachofanya ni kumtenga. Kesho na kesho kutwa mtoto anakuja kuwa mtukutu, watu wanaanza kusema yule hivi, lakini hakuna msaada wote ambao tunao.